registration, nimeona sana watu wameteta kwamba wageni wameingia Kenya hii wengi zaidi, and very soon wageni watakuwa wengi kuliko Wakenya, and that is why there is scrambling for jobs in Kenya, Mr. President. President William Ruto, there is scrambling for jobs in Kenya because of foreigners and illegal immigrants in Kenya. Kuna watu wametoka Burundi, kuna watu wametoka Rwanda, watu wametoka Tanzania, Uganda, Congo, South Africa, Nigeria, Sudan, Uganda, wamejaa hapa Kenya. Na hawa watu hawana identities za kukaa Kenya hii. Nimekuwa na complain jana pale Jakaranda. Watu wanasema ya kwamba wanaenda kwa mjengo, bei kawaida ya mjengo saa hii mtu wa mkono ni shilingi 600. Kuna watu wametoka kule Kongo, kuna watu wametoka Burundi. Na unajua kuna watu sijui ni wa Kongo ama ni wa Burundi. Hao watu wanasema waendangi hicho, wanakunywa kumsitu. Na hao watu wanakuja wanaishi hapa Eastlands sana sana. And we know them. Hao watu wanasema kwamba wakienda kwa mjengo, hao wanakubali shilingi 300 ama shilingi 400. Na wanaishi kwa nyumba moja watu 7. So unaona nyumba moja ya foreigners watu 7 wamekubali shilingi 400, wakikubaliwa kwa ile mjengo wataenda kwa hiyo nyumba moja na 2800. Our Kenyans, Mkenya mmoja ambapo yeye anaishi Mkenya na shilingi mmoja na bibi yake. Kwa hiyo nyumba amepeleka pale shilingi 400 surely. Therefore, Mr. President, the problem in Kenya on employment, it is a problem that is being caused by illegal immigrants who are here in Kenya, and they are scrambling for the little jobs available for Kenyans. Kindly, crack down on illegal immigrants. President Ruto, Minister for Interior, you need to crack down on illegal immigrants in Kenya to save Kenyans employment opportunities. Kwa sababu hata ukienda kwa mahoteli kuna foreigners ambao wameandikwa. Unapata Muganda ameandikwa kwa hoteli analipwa 200 shillings per day. Kawaida Mkenya hawezi lipa 200 shillings per day. So wageni they are being imported. I am told that they are being imported by lorries. Malori zinatoka kwa wamejazwa ndani, wanakuja wanamwagwa hapa Nairobi. Wakifika Nairobi wanasema wamefika America. Wakifika hapa wana grab zile jobs ambazo ziko available. That is why most Kenyans hawako employed. Foreigners are employed. Foreigners, they don't pay tax. Why are they not paying tax? Because they don't have accredited identity ambazo wanaweza register na KRA. So unapata jobs zimechukuliwa na wageni lakini hawalipi ushuru. Na hizi jobs Mkenya angechukua, angefanya hiyo kazi na angelipa ushuru. President William Ruto, check again on these illegal immigrants working in Kenya illegally. Hao watu wameharibu na wanakuharibia kwa sababu jobs ambazo zinakuwa created with Kenyans private sectors zinakuwa grabbed na foreigners. I want to urge the president and the government of Kenya ya kwamba for the time being you need to suspend more registration of foreigners, and then you crack down on those who are here illegally, and then you need to pass laws in the National Assembly ya kwamba nobody should employ foreigners more than 10%. Usiende mahali upate kwamba ati more than 10% ya watu ambao wameandikwa pale kazi they are foreigners. It is something that is actually killing our economy because they don't pay tax. It is something that is reducing, that is increasing unemployment of the local people. It is also a problem because these people wanaishi watu sijini 4 5 kwa nyumba, watu 6. Unaona watu kama 8 wamechukua nyumba moja wanaishi tayari. Na kwanza wanaume 8 wanaishi kwa nyumba aje. Murkomen, wake up. Hawa watu 8 itakala kila mtu achukue nyumba yake. Hizo ni nyumba 8 Nairobi zitakuwa zimechukuliwa. Wacha kukubalia foreigners kukuja kukaa Kenya, wanakula chakula yetu, wanatudhalilisha, and that is why umeona kwa hata foreigners wenyewe they have started exploiting our young ladies. That is because we are too lenient to these foreigners. Tumekuwa lenient sana. We entertain them and we overprotect them. We protect them more than how we protect our local people. Therefore, the government must take strict measures to save our economy, to save our employment sector, and to save Kenyans from exploitation, especially ladies.
ile kitu ambayo inaendelea Kenya hii, was well staged by these foreigners. Wakagundua ya kwamba our Kenyan ladies, this is how they are very desperate in need of money, so they have opened up a certain network, sijui inaitwa sijui passport bros, and that network is now exploiting our young ladies. Na hii kitu, it has come to our attention and we are presenting this to the government of Kenya. You must take action before you, if you will delay in taking action, Kenyans themselves, they will take action. We will mobilize, and we know how to mobilize people. Na tuambie watu kwamba tutembee kwa hizi maploti, kwa sababu mimi ninajua areas mingi sana ambazo foreigners wanakaa. Wasomali tunajua mahali wanakaa, Sudanese tunajua mahali wanakaa, Nigerians tunajua mahali wanakaa, Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda tunajua mahali wanakaa. If the government is not going to scrutinize them if they are here legally, we are going to do it on behalf of the government. And the action we are going to take against them, it might not be good to the government and to the international site. Therefore, the government take a very strict and immediate initiative. If not now, then. Thank you.